Musa alipozaliwa alikuta familia yake kwenye manyanyaso kule Misri. Akakuwa kwa tabu kiasi kwamba hata yeye ili aweze kukua alifichwa kwa sababu angeweza kuuawa. Sasa Musa katika makuzi yake akawa ni mtu mwenye hasira na ile kadhia na matatizo ambayo yalikuwa yanaikumba familia yake, kama ambavyo watu wengi wanakuwa na hasira na umaskini, manyanyaso yanayoikumba familia yao, na wakati mwingine wanajizatiti kabisa, wanasema nikikua nitakuja kuisaidia familia yangu kuepukana na haya matatizo. Na Musa alipokuwa akaanza jitihada za kuweza kuisaidia familia yake, akakamata, akanyonga na kuua Misri mmoja. Akiwa anaendelea na kazi yake ya ukombozi, wakati mmoja Mwebrania mmoja akamwambia, unataka kuniua kama ulivyomuua yule Misri? Musa akajua kwamba kumbe watu walijua kama mimi niliua. Akaona alitenda dhambi mbele za Mungu na akaamini kwamba yeye si mtu sahihi wa kuweza kuikomboa familia yao. Akaamua kukimbia na kuhama kabisa lile eneo, akiamini kwamba yeye si mtu stahiki. Lakini baada ya miaka 40 kupita, Mungu akamuita kwenye kazi ile ile ya kuweza kuteketeza na kuangamiza wale watu ambao walikuwa wanaikandamiza familia yake. Kitu pekee ambacho alibadilishiwa, alirahisishiwa namna gani ya kuweza kuwaua. Akamwambia, wakati huu hutotumia nguvu zako, kwa maana si rahisi kuangamiza kwa kutumia hiyo fimbo ulionayo. Ndani ya dakika moja utakuwa na uwezo wa kuteketeza wale watu ambao unahitaji kupambana nao. Mungu akamrahisishia kazi. Kumbe Musa alikuwa ni mtu sahihi katika ile kazi aliyokuwa ameianza ya kuikomboa jamii yake. Kumbe Musa alikuwa hajamkosea Mungu. Kitu pekee ambacho alikuwa amekosea ilikuwa ni wakati. Alianza kazi nje ya wakati sahihi. Na wapo watu wengi ambao wameanguka kwenye kazi za kuikomboa jamii yao, iwe kwenye biashara, iwe kwenye siasa, iwe kwenye karama tofauti tofauti ambazo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu, wakaona wanaweza kuzitumia kuwasaidia watu wengine kuepukana na zile kadhia wanazokuwa nazo. Baada ya kuanguka, wakajiona kama si watu sahihi, wakajiona kama wamemkosea Mungu. Kumbe wamekosea wakati. Na inawezekana hata wewe ni miongoni mwa watu ambao wamejaribu kupambana miaka 5, 6, 10 iliyopita kuweza kuikomboa jamii yao na familia yao, lakini ukaanguka na ukajiona kwamba si mtu sahihi, na wakati mwingine ukajihisi kwamba umemkosea Mungu. Kumbe umemkosea wakati. Yupo mtu ananisikiliza siku ya leo, ni mwaka wake sahihi wa kurahisishiwa zile harakati zake kwenye biashara. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ambaye ni wakati wake wa kurahisishiwa ajira. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ambaye ni wakati wake sahihi wa kurahisishiwa mahusiano yake. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ambaye ni wakati wake sahihi kurahisishiwa connection za watu watakaompeleka mbali sana. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ni wakati wake wa kurahisishiwa viwango vikubwa sana kwenye kazi yake. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ni wakati wake sahihi wa kurahisishiwa kuweza kufika kwenye ndoto zake. Na yupo mtu ananisikiliza wakati huu ni wakati wake wa kupanda vyeo kazini. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ni wakati wake wa kupata watoto kwenye familia yake. Yupo mtu ananisikiliza wakati huu ni wakati wake wa kurahisishiwa mambo yake mengi ambayo yatamsababisha aweze kuikomboa na kuisaidia familia yake kutoka kwenye virindi vya umaskini. Ulipoanguka mwanzoni, hukumkosea Mungu, bali ulikosea wakati. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. See you.